Yeah, watu wanapata nyama na minyama ndo eneo lake ila kupata. Sasa tuambie huyu mtu, kifano tuchukulie tu kawaida kwamba mimi niko nyumbani, si ndivyo? Ndio. Nimesoma, nimefika form 4 au nimemaliza chuo na degree yangu lakini sijapata kazi. Ndio. Ni baada kusikia au kuona hii video nikasema okay, kuna kitu fulani ambacho nilikuwa sikifahamu, naomba nianze. Akaanza kama ulivyosema, anaenda Noshi kupata hizo certificates na kila kitu na kuanza safari yake ya usalama. Ni kitu gani ambacho unaweza kumshauri huyu mtu ambaye anaanza sasa kuingia kwenye tasnia ya usalama maeneo kazi? Sawa, swali zuri sana na ni swali la muhimu sana pia. Mimi nitalijibu hili swali kwa utashi wangu. Kitu cha kwanza ambacho mtu anatakiwa akiconsider ikiwa anataka kuingia katika hii tasnia, cha kwanza awe anapenda hii HSE. Awe ana mapenzi nayo, lakini pia kingine kwenye mapenzi hapo kazia, uwe na hamu ya kuona watu wakifanya kazi wakiwa salama, wakimaliza pia wanakuwa salama na wanarudi nyumbani wakiwa salama. Kwa hiyo naweza nikasema huo ndo msingi mzima wa hii kozi, hii tasnia ya HSE. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa, nadhani huyu mtu atajifunza kwa bidii ili aweze kujua na kufahamu atafanya vitu gani kuhakikisha analinda maisha ya wale watu ambao atakuwa anawasimamia pale. Kwa hiyo basically naweza nikasema ile love for the cause au mapenzi ya kile kitu ambacho utaenda kukifanya. Hiyo ndo stage ya kwanza kabisa ambayo itamotivate hata huyo mtu kusoma na kujiendeleza zaidi ili kuhakikisha analinda watu. Okay. Yeah. Unanipatia minyama kama ulivyosema mwanzoni. Nafikiri hata Mtanzania ambaye anaangalia sasa hivi anakula hii minyama hapa direct kabisa kwenye sauce. Ndio. Na ukiwa na Tanzania wenzetu ambao wapo kwenye tasnia ya usalama maeneo ya kazi kama hivi na bado wanaendelea na kuwepo kujiongeza kila siku, maanake kimsingi Watanzania wengi ambao wafahamu hili jambo wanahitaji waingie. Kwa sababu na maswali mengi nilikuwa nikiulizwa. Tuambie hii tasnia sasa hivi kwa Tanzania au kwa takwimu tu za kawaida mpaka sasa hivi 2026 unahisi na gap la aina gani ambalo linaonekana kwenye tasnia hii? Okay. Gap ni kubwa sana na kuna nafasi kubwa sana au nafasi nyingi sana za watu kupata ajira. Kwa sababu tunaweza tukasema hii ni tasnia ambayo inakuwa, it's developing. It's developing, so kuna chance kubwa sana ya watu kujiingiza kwenye hilo swala, lakini pia sehemu yoyote ile ambapo kuna kazi, mtu wa HSE au mtu wa afya na mazingira anatakiwa awepo. Hapo kidogo hapo sasa hiyo minyama hiyo unaosemea hapa, nafikiri ndo mtu anataka kuweka sikio karibu. Ndio. Umesema katika kila kazi inahitaji mtu wa usalama maeneo ya kazi. Tupatie hiyo vizuri zaidi. Officially inatakiwa iwe hivyo. Okay. Lakini tumeona baadhi ya viwanda hawafuati hilo swala. Lakini pia wanapewa fines. Kwa hiyo naposema kila eneo, manake mtu wa mazingira na afya na usalama anatakiwa awepo kila sehemu, kwa sababu yale mazingira yanaweza kaleta madhara kwa wale watu walioko. Iwe kiwandani, iwe jikoni kwa mamalishe, iwe kwenye ujenzi wa nyumba, iwe kwenye swala zima la madini, kwenye uchimbaji wa madini. Mtu wa usalama na mazingira pamoja na afya inabidi awepo katika hilo eneo. Kwa hiyo na ninavyosema hivyo manake sasa hivi Tanzania kuna projects nyingi sana zimeanzishwa, nyingine zinaendelea, nyingine zinakuja, kuna viwanda vingi sana vimefunguliwa. Kwa hiyo hawa watu hawana budi kuwepo. Kwa hiyo ni nafasi kubwa sana kwa kijana yoyote ambaye yuko nyumbani, na haichagui kama tulivyosema awali. Nilisema lowest level ile mtu anaweza kawa nayo, tunasema ni form 4. Kwa waliomaliza chuo, ukipata nafasi anaweza akajifunza akaingia, na unajifunza ndani ya wiki 2 hadi mwezi mmoja. Unaweza ukaingia, unaweza ukaanza kujitolea, lakini pia kama ukipata bahati sehemu wakakuamini wakakuchukua ukaanza kazi, still unaweza ukaperform vizuri. Kwa hiyo Okay. Mimi nafikiri mpaka sasa Tanzania amepata kitu kubwa sana ambacho pengine hakuwahi kutambua au kujua au kujuzwa na mtu yote kwa mtaani.
ama eneo lingine. Kwa kumbe kuna huyu Mtanzania ambaye yuko nyumbani Yes. na elimu amejiongeza kwa kiasi fulani, lakini bado anatamani ajue vitu zaidi. Nafikiri hiyo ni eneo ambalo Watanzania wengi inabidi warushe jicho lako. Ndio. Okay. Sahihi. Basi mimi nafikiri nikushukuru sana Mr. Sadoki. Asante sana Bwana Sise, mtaalam kabisa mwenyewe masuala ya usalama maeneo ya kazi, mtu mwenye experience yake ya kutosha. Asante sana. Na nasikia unapokea mshahara wa kwenda hilo tuliweke kapuni kwanza. Sawa. Bana, HSC ni kama hivyo na usalama maeneo ya kazi ni kama hivyo. Nasikia watu na nyuso za furaha, maanake kila kitu kinaenda sawa sawia. Basi nikushukuru wewe ambaye umekuwa na sisi tangia tumeanza episode hii ya kwanza, tangia tumeanza kuposti kuhusiana na masuala ya usalama maeneo ya kazi. Ninachoamini kwamba kuna vitu vingi umepata kusikia na vitu vingi vimeweza kukushibisha hapo ulipokuwa sasa hivi. Na wewe mama, kaka, dada, mjomba, babu, unaweza kumshauri mtoto, shangazi, na kila mtu nafikiri atakuwa umepata angalau chembe ya ufahamu kuhusiana na masuala ya usalama maeneo ya kazi. Basi tukutane katika episode ya pili, na hii sio mwisho wa episode. Tumeanza hivi, tunaenda taratibu. Next time tutafika sehemu nzuri zaidi ambayo nafikiri hautatakiwa kabisa kukosa hizo vipande kabisa. Bwana, shukrani sana. This is Safety Web Engineer Sise. Thank you so much guys. Ciao. Au revoir. Au revoir, monsieur.